mambo mazito Mungu anaiona, jicho la Bwana linaona katika ulimwengu wa roho yatakaye kuja yajayo. Na nimesema kazi ya nabii ni kuitabiria watu habari za kesho yao, habari ya mambo yao. Inawezekana unatembea na usiyemfahamu, haujajua nini Mungu ameweka ndani yake. Na hakuna jambo mbaya katika maisha haya kama unaweza kusafiri pasipo kujua lengo la safari yako ni nini. Unatoka wapi na unaenda wapi na unaendea nini? Swala la ufalme ni vizuri kujua. Saide nimetoka nyumbani naenda madhabahuni, hii ndio siku yako ya kwenda kupokea baraka zako. Hii ndio siku ambayo ninaachana na mambo mabaya ya mateso yaliyonitesa kanisa. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo basi ni jambo la kusikitisha kama unatembea bila kujua unayetembea naye, unayesafiri naye amepewa mamlaka kiasi gani katika ufalme wa Mungu. Maana nimesema nabii kazi yake ni kusema yajayo, ni kuyasema mambo ya kesho, mambo yanayekuja. Kazi ya nabii hatafuti kupigiwa makofi wala kusifiwa na yeyote, ila kile Mungu ameweka ndani ya moyo wake, kile Mungu alichomuonyesha, anasema kwa ajili ya taifa, atasema kwa ajili ya kanisa, atasema kwa ajili ya familia yako. Atakuambia kesho yako sio salama, kesho kutwa yako sioni kama kuna nuru, sioni kama kuna baraka, naiona giza, naiona giza, naiona giza. Asubuhi wakati najiandaa kuja ibadani, Mungu akaniletea msiba mbele yangu. Nikaletea mtu mmoja ambaye tayari namfahamu, lakini naiona kaburi mbele yake. Naiona watu wanaimba nyimbo za maombolezo. Nikaanza kutubu, kamwambia Mungu nini maana yake? Kwa nini nimenionyesha jambo hili badala ya kuona jambo la uzima? Lakini Mungu mpangia anachotaka kusema kwa ajili ya kanisa lake. Kazi ya Mungu ni kusema mafumbo, mambo ya siri, mambo yaliyoko mbele yatakayokuja. Manabii waliotangulia kabla yetu walituambia yanayokuja. Huyu ni nabii Isaya, anatabiri ya mtu mmoja anayetoka kaskazini. Hatainuliwa mtu mmoja kutoka kaskazini. Huyo hajawahi zaliwa wala hata hajafikiriwa kuzaliwa, lakini katika unabii akaiona siku hiyo ya kuzaliwa kwa Yesu. Akaona mtu mmoja atakayezaliwa, atakayelitaja jina la Bwana, atakayesababisha watu waache dhambi zao. Hawezi kutana na Yesu kabaki na hali ile ile. Unless uniambie Yesu uliyekutana naye sio yule Yesu wa Nazareti. Saa ile Yesu anapoingia ndani yako, hata kama ulikuwa mganga unaacha uganga wako unafuatana na Yesu. Hata kama ulikuwa mchawi unaacha vitunguri vyako, unasema nimepata zaidi ya tunguri, nimepata Yesu ni zaidi ya uchawi. Huyo nitampatana naye, maana atanipa mambo makubwa makuu zaidi ya uchawi ambao sikufaidika nao. Yesu mwana Mungu apewe sifa. Apewe sifa Yesu Kristo. Nikaona jambo ambalo si jema, lakini nataka nikuambie kitu gani Mungu anaiona kwenye ulimwengu wa roho. Maana Biblia inaniambia, nikiwa naomba nikaletewa Isaya 41:23 ya kwamba tabiri mambo, waambie watu mambo yajayo, waeleze mambo yanayokuja. Usifikiri uko salama, usifikiri kwa sababu ya jambo fulani. Kuna mwingine kwa sababu pesa nazo anaweza akafikiri fedha yake na muokoa. Wakati wa corona tuliona watu matajiri walioko Ulaya walitoka barabarani wakatupa dola zao,
wakatupa pesa za kila namna barabarani, wakasema kama fedha ingeweza kutusaidia, korona isingetumaliza. Lakini angalia, tunaugua, tunakufa kama nse, na hii fedha haijatusaidia chochote. Hakuna kilichotusaidia. Tumejenga majumba mazuri, magorofa, lakini majumba hayo hayajatusaidia. Hata fedha tulizonazo kwenye benki haijatusaidia. Wakatoka hadharani, wakaenda barabarani, wakaenda wakatupa fedha zao, wakaanza kulia kando kando ya barabara, wakililia uhai wao ya kwamba sasa hatuko salama. Maana tulifikiri nikiwa na fedha niko salama, nikiwa na ulinzi niko salama, nikiwa na hiki niko salama. Lakini nataka nikuambie, bila Yesu hauwezi kuwa salama. Bila uhai wa Yesu hauwezi kuwa salama. Fedha yako haitakuokoa siku ya mwisho. Nyumba nzuri ulionayo haitakuokoa siku ya mwisho. Chochote cheo chako haitakuokoa siku ya mwisho. Kila ulicho nacho haitakuokoa siku ya mwisho. Ni Yesu tu atakapoingia ndani ya moyo wako, atakuambia mambo yajayo kwenye maisha yako. Atakueleza nini kitatokea kwenye kizazi chako. Nataka unielewe kwa nini Mungu amenionyesha jambo ambalo si salama. Hata mimi ambaye nimeletewa jambo hilo nikaiona, sikulifurahia, lakini siwezi kumpangia Mungu anachotaka kusema kwa ajili ya ufalme wake. Nataka nikuambie, kila mauti iliyoko ndani yako, hilo ni jeneza kwako. Inawezekana leo una kazi, imekuwa jeneza, ni kaburi tayari. Maana moyo wako unasononeka, moyo wako unaugua, la ujui la kufanya. Maana Biblia inasema njoo kutana na Mungu, njoo kutana na nabii wa Bwana, akuambie mambo yote, mambo yatakayo kuja. Nabii Isaya nimesema hivi, alitabiri habari ya mtu mmoja atakayetoka kaskazini, na mtu huyo atakaye kuinuliwa atasema, watawaambia watu habari njema, atawaambia watu habari zao. Na 21 anasema watabirie watu, waambie watu mambo yatakayokuja. Na akasema utakapowaambia na jambo hilo likatimia, wale watu watasadiki, watakiri ya kwamba kweli roho ya miungu iko ndani yako, roho ya miungu iko ndani yako. Watabiri ni wengi wanaosema mambo mengi, lakini ni yule nabii, yule anayesema jambo likatendeka, likatokea. Akikwambia kuna kesho na iona jambo aliko salama kwako, wewe tii neno la Bwana. Hakutumwa akufurahishe, alitumwa kusaidie maisha yako na nyumba yako, akuambie unaenda kuanguka kwenye jambo ile kama utafuatana na Mungu aliye hai. So nasikia kimya. Yesu mwana wa Mungu apewe sifa. Nataka unielewe ninachosema. Isaya anatuambia nini kuhusu habari ya mtu mmoja atakayeinuliwa? Sikiliza. Ule mstari wa 26. Ni nani aliyehubiri habari? Ni nani atakayehubiri habari tokea mwanzo tupate kujua? Ni nani huyo atakayehubiri mambo tukapata kujua? Ndugu zangu katika Kristo, kazi ya utumishi ni kazi ambayo sio lelemama. Kwa sababu na mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Mungu, yeye kazi kubwa ni kuhakikisha watu wamerejea kwa Mungu. Hakuitwa kuwabembeleza watu, hakuitwa katika mkao ambaye mtu anatenda ubaya asimwambie mambo yake. Kazi ya Mungu kupitia mtumishi wa Mungu ni kukueleza mambo yako. Kama wewe ni mbaya, akueleze acha ubaya wako. Kama wewe ni mchawi, acha uchawi wako. Kama ni muovu, acha uovu wako. Hiyo ndio kazi ya mtumishi wa Mungu. Na ni utumishi ambao unatafuta kitu kwako. Huo sio utumishi. Maana huyo aliyeitwa na Mungu anajua Mungu atakayasema
Mungu anapomtuma akamwambia nenda soma, hataonea haya yote. Haijalishi una cheo kwa level ipi, wewe ni nani, maana ni Mungu amemwambia sema, atakuambia mambo yako yote. Haijalishi umependa usipende, maana tabia ya mwanadamu huwa hapendi kuambiwa nini kweli. Walio wengi ukiwaeleza kweli wanakasirika. Hata mimi sijaja kufuata hayo. Umekuja upone, ufunguliwe, nyumba yako ifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, biashara yako ifunguliwe, shamba lako lifunguliwe, watoto wako wafunguliwe, hata wewe mwenyewe ufanyaje? Ufunguliwe, ukapate kuwa nini? Mzima kwa jina la Yesu. Si usema amina? Nasema hivi, naliona kesho jambo ambalo si jema kwako. Kwa nini nikufariji wakati sioni salama mbele? Sioni nuru inang'aa. Maana kazi ya Roho Mtakatifu ni kutoa ramani, ni kutoa direction, kwamba ninaiona nuru, naiona ile taa kama ile iliyoongoza wale wa mama juzi, wale wa mama watabiri wa nyota. Nyota ilisimama juu ikawa inawaongoza. Kama kuna kona ile nyota akikata kona na wale wa mama walikuwa wanakata. Kama kuna mahali kuna bonde, ile nyota ilikuwa inawapa ishara na wale wa mama wanasema kuna kitu, maana tumeona nyota inatuelekeza. Kwa hiyo kazi ya taa ya Mungu ndani yako ni kukuongoza leo, kesho kutwa, mtondogo na wakati wowote. Hiyo ndio ramani na direction ya Mungu. Kwa hiyo atanayempenda Mungu. Lakini saa ile taa ya Mungu inapoondoka ndani yako, unaanza kuona giza, huoni mbele. Kila unaomba huoni nuru, unaona giza. Unapotaka kufunga huoni ramani ya maombi. Unapotaka kuja ibada huoni ramani ya ibada. Unaanza kuona nyota yako inang'aa. Unaanza kuona unainuliwa. Unaanza kuona unafanya kazi, una kibali. Unaanza kuona unakubalika. Unaanza kuona unatafutwa, maana nyota ya kazi yako iko salama. Lakini adui anapokuja karibu maisha yako, anaiblock, anaiziba hiyo njia ya mafanikio, anaziba njia yako ya baraka, anaziba njia ya kibali, anaziba kila kitu kizuri ndani yako. Lakini aishie Mungu milele, wewe utatoka salama leo. Nasema utatoka ukiwa salama. Natoka ukiwa salama kwa jina la Yesu. Wahubirie watu habari njema. Nabii Isaya hakusubiri kupigiwa makofi na mtu yeyote. Hakutafuta Waisraeli wenzake waanze kumpigia makofi na kumtia moyo, wakumwambia nabii Isaya mtumishi wa Bwana, Bwana akubariki sana kwa sababu umehubiri neno jema, umehubiri habari njema, tumefurahia. Anasema mambo mazito. Wale wenzake, wale Wayahudi wenzake, wale Waibrania wenzake, Waisraeli wenzake hawakupenda wala hawakumtia moyo. Lakini yupo Mungu anayenitia moyo. Nikiamka asubuhi namwambia Roho Mtakatifu nitie moyo, maana ninaenda kuhubiri injili ambayo ni injili ya moto, ni injili ambayo inatahiri moyo wa mtu. Atakaye kubali kuokoka, atakaye kubali kufuatana na hii kweli, atasalimisha maisha yake hadi uzima wa milele. Maana hatukuja kumbembeleza mtu, tumekuja kuhubiri njia ile uzima, ile njia ambayo Yesu ameileta duniani. Yesu alipokuja aliwaambia watu makosa yao. Akaingia hekaluni akapindua mabeza ya watu. Akaenda akawaambia kina Zakayo, wewe Zakayo ni mla rushwa. Akawaambia wewe una nyumba ndogo, wewe mambo yako ni haya na yale. Kama unataka kufuata ufalme wa Mungu, kama unataka Yesu, kama unataka ufalme uingie ndani ya nyumba yako, achana na mambo mabaya, mtafute Yesu wa Nazareti. Atakapoingia ndani yako utashangaa na pindua. Yale mambo mabaya hayaendi kwenye maisha yako. Yesu akishaingia ndani yako, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika, nyumba yako inabadilishwa, familia inabadilika. Hata kama walikuwa watu wabaya,
utamwona Yesu, utamwona Yesu, utamwona Yesu. Hataingia ndani yako, hataingia ndani yako, hatakubadilisha hatima, hatakubadilisha kizazi, hatabadilisha watoto wako, hatabadilisha maisha yako, hatabadilisha kila kitu. Maana kazi ya Mnazareti ni kuja kuponya mioyo iliyoharibika. Huyo ndio Yesu, huyo ndio mwana wa Mungu. Lakini walio wengi hawataki kuambiwa kweli. Unapokutana na mtu kamweleza, Mungu ameniambia mambo yako ni mazito, ananuna, anakasirika, mbona unaniaibisha tena mbele ya watu? Unajua kazi ya unabii hakuna faragha. Unaambiwa hadharani kwamba wewe huko hivi, huko vile. Nabii hakuhubiri injili chumbani, alihubiri injili hadharani. Akasema Bwana ananionyesha hatakuja azaliwe toka kaskazini mtu mmoja, na mtu huyo hatakuwa na uwezo wa kifalme begani mwake. Huyo atahubiri habari njema, atawaambia watu mambo yao. Hiyo ndio kazi ya injili. Injili ni upanga unaonyosha yale mambo ambayo hayajakaa sawa sawa. Sinasikia amina kidogo? Yesu Bwana wa Mungu apewe sifa. Ngoja nikwambie jambo. Ule mstari wa 21, hilo ndio Mungu ameniletea nikiwa kwenye maombi asubuhi ya leo. Akasema haya, 23 sura. Anasema julisheni yatakayokuwa baadaye, nasi tutakiri ya kuwa ninyi ni miungu, na tendeni mema au tendeni mabaya. Julisheni watu mambo mema, tendeni mema au mtende yaliyo nini? Mabaya. Kazi ya ufalme ni kukuonyesha makosa yako mahali yalipo. Mahali kosa yako ni wapi? Umeachana na Mungu kwa sababu ya nini? Sauli wakati anapakwa mafuta alikuwa mfalme wa Israeli, mwana wa Kishi, ambaye Mungu anasema mwingine Mbenjamini, mtu alionekana kwenye moyo wa Mungu kama anamfurahisha Bwana. Akaambiwa nenda waambie mapunda wa baba yake alipopotea. Sauli akaondoka, mwana wa Kishi, wakaenda wanatafuta punda. Wakati wanaelekea kutafuta punda, siku ya kwanza wanatafuta wawoni, siku ya pili, lakini akashtuka ndani ya moyo wake, akasema sasa baba yangu ataanza kusumbuka, hatafikiri habari ya punda kupotea, hatafikiri habari yetu sisi kwamba mimi mwanae na mfanyakazi wake wamepotelea wapi. Punda umepotea na watoto wangu wamepotea, twende turudi nyumbani, baba asije akataabika kwa habari ya maisha yetu. Lakini kabla wajaenda nyumbani, Biblia inasema wakasema, je, hatuwezi kumpata mwonaji? Hakuna mtu nabii atakayetuambia mambo ya kesho yetu, mambo ya punda alikopotelea? Wakasema yupo. Kuna mtu mmoja anaitwa Samuel, yuko Rama. Wakasema tuelekee huko, tuachane na mapunda, tuachane na habari ya kutafuta punda, twende, maana huyu atatuambia mambo yetu. Umekuja hapa ili uambiwe mambo yako asubuhi ya leo. Sema amina. Unapenda kuambiwa mambo yako asubuhi ya leo? Unapenda kuponywa na Mungu aliye hai asubuhi ya leo? Kama unapenda unaweza kusema amina tu, maana saa yako imekuja. Saa ya Mungu kuiponya nyumba yako imekuja. Saa ya Mungu kuiponya jamii yako imekuja. Saa ya Mungu imekuja kuiponya mikono yako. Najua hiyo mikono imekuwa inafanya kazi, lakini kwa namna umekuwa na bidii, sio matarajio ya mafanikio ulionayo. Unaona namna ambavyo kuna vitu havijaenda sawa, kuna kazi umefanya haijaenda sawa, kuna biashara umefanya haijaenda sawa, kuna shamba umelima halijaenda sawa, kuna ufugaji umefuga haijaenda sawa. Wacha nikwambie leo, tengeneza mambo yako, tengeneza mambo yako na Bwana, maana naiona kesho yako inakuja, kesho yenye nuru, kesho yenye mafanikio kwa yule atakayekubali
kutahiriwa moyo na Bwana, kutengenezwa na Bwana. Maana Sauli alipozoea kwamba punda patikane, akasema wacha niende kanisani, wacha niende kwa mtu wa Mungu akaniambia mambo yangu. Wewe unapokutana na mambo magumu, usije unaenda kwa nani? Maana wengine wanakimbilia tangu zamani hizo, wale wanaomjua Mungu, wale wanaopenda Bwana Yesu, hawaendi kwa waganga, hawaendi kwa wanajimu, wanakimbia kwa Bwana. Wanasema